Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Twende mstari wa 19. Mstari wa 19 anasema hivi. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika moja wapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Ni rahisi kufikiri kwamba wanapambana na Yusufu, lakini hawapambani na Yusufu, wanapambana na ndoto aliyobeba. Kuna vita mbaya kama vita ya ndoto uliyobeba. So shetani anajua ndoto uliyobeba ikifanikiwa itavusha wengi. Wengine hawajaelewa. Umewahi kufikiri kuna watu wangapi wako nyuma ya mtu wanasubiri yeye apige hatua ndipo wao wapige hatua? Kuna aina ya watu shetani akimkwamisha, amekwamisha maelfu ya watu nyuma yake. Kuna aina ya watu wakikwama ni familia imekwama, wakikwama ni ukoo umekwama, wakikwama kikundi cha sala kimekwama, wakikwama kuna watu wako nyuma yao wanawasubiri, wanawatazama, wanapokanyaga na wao wakanyage, wanapotoa mguu na wao waweke mguu wao, wanapopiga hatua na wao wafuate hatua zao. Kuna watu wako nyuma yake wanamfuata. Shetani akitaka kupigana na hao watu anakwamisha aliyeko mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Okay, kwani Biblia imesemaje? Nitampigia kondoo, nitampigia mchungaji, kondoo watatawanyika. Mchungaji ni nani? Ni mtu yote mwenye watu nyuma yake, wawe watano, wawe wawili, wawe watatu. Maadamu wako nyuma yako, wewe ni mchungaji. Unaamua hatima yako. Okay, swali langu ni hili. Kwa nini kama anatafuta kondoo asipige kondoo, akapige mchungaji? Sababu unaona shida ya shetani sio mchungaji. Shida ya shetani anataka kondoo. Nitapiga mchungaji, kondoo watatawanyika. Shida yake sio mchungaji, shida yake ni kondoo. Lakini maadamu anajua kondoo wako chini ya mchungaji, hawezi akawapata kondoo bila kumpiga mchungaji. Kwa akija lengo lake ni kondoo, lakini haanzi kupambana na kondoo, anaanza kupambana na anayechunga kondoo. Kwa hiyo kuna vita nyingine watapitia, sio za kwao, ni za watu walioko nyuma yao. Nasema hivi, ukiwa kiongozi wa familia, kuna vita nyingine utapitia, sio ya kwako, ni vita ya familia. Sasa ili familia ipatikane, lazima kiongozi wa familia apigwe kwanza. Kwa hiyo unapigwa wewe ili wengine wapatikane. Ukiwa kiongozi